Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ayuhal mushahiduna aina ma kuntum. Tunatumai mko wazima wa afya pale popote mnapotusikiliza katika somo letu hili la lugha ya Kiarabu. Jifunze lugha ya Kiarabu ndio programu yetu ambayo inaendelea katika sehemu ya pili, ad-darsu thani, somo la pili. Somo la pili hapa tutazungumzia kitu kinachoitwa yaul milki. Yau hii ni ambayo inatumika kwenye kumilikisha vitu. Yani unapojimilikishia wewe mwenyewe vitu binafsi kwamba hiki ni changu, hiki ni changu. Kuna yau al-milki ambayo inatumika kwa ajili ya kumilikisha vitu. Kwa hii ina kazi gani kwenye maneno? Sawa? Kwa hii ni dhamiri ambayo inaingia katika majina, inaingia katika majina. Tutaona inshallah kama itakavyofuata hivi punde namna gani inatumika yau al-milki. Naam. Tutaongeza majina matano, tukitoa yale majina 8 tuliyoyasoma katika somo la kwanza, na hapa tukiwa tunaongezea tena matano. Kwa hivyo tayari utakuwa msamiati wako wa lugha unazidi kukua kila somo linalofuata. Hivyo wajibu wako ni kuandika na kuhifadhi kichwani kwamba jana nimesoma vitu hivi na hivi na hivi, na leo nimesoma vitu hivi na hivi na hivi. Naam. Tunaweza tukarudia baadhi ya vitu ambavyo tumevisoma jana, lakini kwa muktadha mzima kulingana na anwani ya somo la leo, kwa sababu kila kitu kinaweza kikaingia kwenye somo la leo pia. Naam. Tuangalie majina mapya ambayo tutajifunza kwanza. Hapa tunaangalia ra'sun kichwa, ra'sun. Nikisoma na wewe itikia kama unakariri kichwani mwako, halafu andika baada ya kusikiliza somo zima. Kwa hiyo ra'sun kichwa. Wajhun uso. Anfun pua. Famun mdomo, wala usiseme famun, hiyo ni kesi nyingine. Famun sijavuta herufi hata moja. Famun mdomo. Lisanun ulimi. Lisanun ulimi. Nadhani haya ni majina matano mapya ambayo hukuyasoma kwenye somo la kwanza. Lakini vile vile tutarudia majina kama vile kitabun, qalamun, waraqun, maktabun, maq'adun. Tutaongezea hapa ili somo letu litimie maneno 10 kwa lengo la kutaka kuyatumia kwenye yau al-milki. Tuanze na la kwanza. Hadha ra'sun. Tukirudi kwenye somo la kwanza kule tunajikumbushia hadha kitabun, lakini hapa tutasema hadha ra'sun. Hiki ni kichwa. Hadha wajhun, huu ni uso. Hadha wajhun, huu ni uso. Hadha anfun, hii ni pua. Hadha anfun, hii ni pua. Hadha famun, huu ni mdomo. Hadha lisanun, huu ni ulimi. Hadha lisanun, huu ni ulimi. Tanbihi kidogo, unapozungumza kwa kutumia neno hadha, unatakiwa na mkono wako ufanye ishara ukielekea kile unachokisema. Kama ni uso, basi mkono wako peleka kwenye uso wako. Kama ni kwenye pua, basi mkono wako peleka kwenye pua. Usiongee hadha ra'sun wakati hujakishika kichwa. Hapo itakuwa bado unazungumza tu kama kasuku, lakini hujaelewa kipi ambacho unamfahamisha mtu. Sawa? Hai. Hebu tuangalie kwenye somo sasa rasmi yaul milki inatumikaje. Sawa? Hadha ra'si, naongeza yau.
ra'si, sawa. Kwa hiyo ile sini iliyokuwa na dhamma imepata kasra kwa sababu ya ye iliyoingia, sawa. Ra'si utasoma huko mbele sababu zake ni zipi. Hadha wajhi, hadha wajhi, manake hadha ra'si, hiki ni kichwa changu. Basi umeingiza yaul milki, hapo tayari imekuwa ni kitu chako binafsi. Hadha wajhi, huu ni uso wangu. Hadha anfi, hii ni pua yangu. Hadha anfi, hii ni pua yangu. Hadha fami, huu ni mdomo wangu. Hadha fami, huu ni mdomo wangu. Hadha lisani, huu ni ulimi wangu. Hadha lisani, huu ni ulimi wangu. Na natumai hapo umeelewa kwenye somo letu ambalo tuko nalo leo kwa kutumia yau al-milki. Ama tukirudi sasa kwenye baadhi ya majina tuliyoyachagua kwa siku ya somo lililopita la kwanza, tumechukua kitabun, qalamun, waraqun, maktabun, maq'adun. Nadhani hapa ni simple. Wasema kwamba hadha kitabi, hiki ni kitabu changu. Hadha qalami, hii ni kalamu yangu. Usiseme qalami bali qalami. Hadha qalami, hii ni kalamu yangu. Hadha waraqi, hii ni karatasi yangu. Hadha waraqi, hii ni karatasi yangu. Hadha maktabi, hii ni meza yangu ya kuandikia. Hadha maktabi, hii ni meza yangu ya kuandikia, au unaweza kusema hii ni meza yangu ya ofisini. Hadha maq'adi, hiki ni kikalio changu. Kwa maana hili ni benchi langu. Hadha maq'adi, hili ni benchi langu. Napenda kutumia kikalio kwa sababu maq'adi hai special peke yake kwenye benchi, sawa. Inatumika kwenye vitu mbalimbali ambavyo vimeandaliwa kwa ajili ya kukalia, ikiwa ni benchi, ikiwa ni kitu kingine kimewekwa special kwa ajili ya kukalia. Naam. Nadhani hapo tutakuwa tumemaliza kwenye maelezo ya kuelezea ni vipi yaul milki inatumika kwenye majina. Naam, kwa hiyo tu unaweza ukafanyia mazoezi binafsi. Wajhun, wajhi, uso wangu. Wajhun, wajhi, uso wangu. Anfun, anfi, pua yangu. Anfun, pua yangu. Ra'sun, kichwa. Ra'si, kichwa changu. Famun, mdomo. Fami, mdomo wangu. Lisanun, ulimi. Lisani, ulimi wangu. Tukiongezea baadhi ya maelezo mengine, Allahu rabbi, Allah ndiye mlezi wangu. Allahu rabbi, Allah yeye ndiye mlezi wangu. Al-Islamu dini, Uislamu ni dini yangu. Al-Islamu dini, Uislamu ni dini yangu. Al-Qur'anu kitabi, Qur'ani ni kitabu changu. Al-Qur'anu kitabi, Qur'anu ni kitabu changu. Qur'ani ni kitabu changu. Muhammadun nabiyyi, Muhammadi ni mtume wangu. Muhammadun nabiyyi, Muhammadi ni mtume wangu. Al-Ka'batu qiblati, Al-Ka'ba ni kibla changu. Al-Ka'batu qiblati, Al-Ka'ba ni kibla changu. Ismun, jina. Ismun, jina. Ismi, jina langu. Ismi, jina langu. Ismi Sulaiman, jina langu ni Sulaiman. Ismi Sulaiman, jina langu ni Sulaiman. Masmuka, jina lako nani? Utasema na wewe ismi, alafu utasema jina lako. Ismi Abdullah, ismi Ahmad, ismi Muhammad, ismi Fatima, ismi Maryam, ismi Khadija na wengineo. Hapo tutakuwa tumemaliza somo letu la pili kwa siku ya leo, kwamba tumezungumzia yaul milki, ya kumilikisha. Sawa? Majina ambayo tumeyasoma ni wajhun, ra'sun, anfun, famun, lisanun, kitabun, Allahu, rabbun, al-islamu, dinun, al-Qur'anu, nabiyyun, al-Ka'batu, qiblatun, ismun. Hayo ndio mambo muhimu ambayo unatakiwa kuhifadhi kwa siku ya leo. Moja kwa moja tuende kwenye mazoezi. Hatuwezi kulipita somo pasi na kulifanyia mazoezi.
Hapa mimi nataka ukajaze kwenye daftari lako. Mimi nitakuandikia nitakuwekea picha, halafu nitakwambia hadha, wewe utaisema. Halafu kwa awamu ya pili nitakutaka utumie ya ulmilki. Ukisema anfun, nikikuwekea anfun utasema anfi, nikikuwekea kitabu nitaandika kitabi, na mfano wa hivyo. Sawa? Okay. Tuanze na zoezi la kwanza. Zoezi la kwanza na kuwekea picha. Hadha, 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 hadha. Kwa hiyo hapo kajaze wewe hivyo ambavyo nimekuwekea picha yake, ni vitu gani na gani na gani. Zoezi la pili. Hapa mimi nitakuwekea picha, nitakwambia hadha, halafu nakutaka wewe uhitaji hiyo kama kwamba ni chako wewe binafsi. Mfano, hadha anfi, hii ni pua yangu. Kwa hiyo wewe yaliyobakia utajaza mwenyewe. Hadha, 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 hadha. Hapo tunakomea somo letu la pili kwa siku ya leo. Tuonane tena panapo majaliwa kwenye somo la tatu tahta mashiati llahi taala. Wassalamu alaikum.